Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, popote ulipo na kusalimu. Ujambo, anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati mpendwa, ningependa kushirikiana nawe katika kujifunza jambo la muhimu sana. Jambo hilo ni lile linalohusiana na jambo ambalo Yesu alifundisha katika sala ya Bwana. Na jambo hilo pia linapatikana katika wimbo uliotungwa mwaka ule wa karne ya 18. Na wimbo huo ni wimbo wa muhimu sana ambao unasema kwa mahitaji ya kesho. Mpendwa, mara nyingi ninapenda kufundisha mahubiri kuhusiana na nyimbo ambazo watu wengi wanaimba bila kujua maana ya nyimbo, ama pia bila kujua watunzi walikuwa ni akina nani na kusudi la wao kutunga ilikuwa ni nini. Mpendwa, kabla ya kuingia kwenye fundisho hilo, na kuomba uweze kushirikiana nami ili tuweze kuomba Mungu ili aweze kutusaidia kuelewa na fundisho hilo. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, itakase midomo yangu ili ninene yatokayo kwako yaweze kusaidia msikilizaji mpendwa, na pia yaweze kunisaidia nami pia. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa na mtazamaji, kwa mara nyingine tena na kukaribisha ushirikiane nami katika kujifunza fundisho hili. Mpendwa, napenda nikueleze ya kwamba wimbo ambao napenda kuleta kwako ulitungwa na mtawa ama wacha nitumie maneno ya Kiswahili. Ni mtawa wa kanisa la Katoliki ama mtawa wa kanisa la Roman Catholic wa kule Uingereza. Jina lake alikuwa anaitwa Sister Maria Sabia. Sister Maria Sabia alizaliwa mwaka wa 1856 na akafa mwaka wa 1917. Alitunga wimbo ambao unapatikana katika nyimbo za Kikristo na uko katika nyimbo za makanisa mbalimbali. Wimbo huo umeandikwa katika makanisa ya madhehebu mbalimbali. Makanisa aidha iwe ni ya Presbyterian, Methodist, PCA, makanisa mbalimbali. Hebu nijaribu kuimba ingawa koo langu sio nzuri vile. Wimbo nasema: kwa mahitaji ya kesho naombi, unilinde nisitende dhambi leo, nisiseme neno baya Mkombozi, nisifikiri uovu leo hivi. Fungu la pili: ningefanya kazi sawa na kuomba, ningekuwa mtu mwema kila saa, mapenzi yako nifanye na kutii, nitowe mwili dhabihu hivi leo. Kama leo ningekufa kwa ghafula, nitegemee ahadi zako Bwana.
kwa mahitaji ya kesho naombe, uniongoze nishike hivi leo. Naomba nirudie fungu la 3. Kama leo ningekufa kwa ghafula, nitegemee ahadi zako Bwana. Kwa mahitaji ya kesho naombe, uniongoze nishike leo hivi. Sister Maria Savia, wimbo huu aliutunga kutokana na maneno yaliyonenwa na Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Naomba tuangalie Mathayo sura ya 6 katika lile fungu la 24 hadi 34. Alitunga wimbo huo baada ya kusoma Mathayo 6 fungu lile la 24 hadi 34. Inasema, hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Naomba nirudie tena. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini, munywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha yenu, je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Nanyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na basi ya nini kuyasumbukia? Fikirieni maua ya mashamba, jinsi yawezavyo, jinsi yameavyo, hayafanye kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote huyavika vizuri kama mojawapo la. Naomba nirudie fungu la 29. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa kalivuni, je, hata sindi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasindisiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Sister Maria Savia katika maombi yake ambayo aliyatengeneza yakawa wimbo, akiamka asubuhi alikuwa anaomba akisema, kwa mahitaji ya kesho sina ombi. Ya kwamba alikuwa haombi Mungu kwa ajili ya mambo ya kesho. Hata kama hakutaja fungu la 11, mimi nikirudi nyuma, kwa sababu wimbo wenyewe aliutengeneza kutokana na Mathayo 6 kuanzia fungu la 24. Lakini mimi nikirudi nyuma, Mathayo 6 fungu la 11, ninaona Yesu
akifundisha wanafunzi wake sala ya Bwana, akawaambia, lile fungu la 9, akawaambia, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utupe leo riziki yetu. Yesu alipowaambia wanafunzi wake waombe, hakuwaambia ya kwamba tupe leo chakula na kesho pia tupe. Naomba nirudie tena unisikilize vizuri. Hakuwaambia wanafunzi waombe ya kwamba tupe leo chakula na kesho pia tupe. Aliwaambia waombe kwa ajili ya leo. Kwa nini? Maana kesho sio yao. Siku ambayo Mungu amekupatia na siku ambayo Mungu amenipatia inaitwa leo. Leo ndio siku yako na leo ndio siku yangu. Kwa hivyo Maria alipotunga wimbo alisema ya kwamba kwa mahitaji ya kesho sina ombi, unilinde leo nisitende dhambi. Kwa nini? Maana leo ndio siku umepewa ya kuishi. Leo ndio siku rekondi yako, leo ndio siku rekondi yangu inachukuliwa, ambayo itaamua kama mimi nitakubaliwa kwenda mbinguni au la. Leo ndio siku rekondi yako, ndio rekondi yangu inachukuliwa, ambayo itaamua kama nitapotea milele ama nitaokolewa milele. Leo ndiyo siku ambayo wewe maisha yako ya kikazi yataonyesha ya kwamba bidii ulio nayo leo ndio itaamua ya kwamba wewe kazi unayofanya itakusaidia kufanikiwa kimaisha ama kutofanikiwa kimaisha. Kwa hivyo, Sister Maria katika ombi lake la kila siku alikuwa anaomba ya kwamba unilinde leo nisitende dhambi. Unilinde nisitende dhambi. Lini? Leo. Kwa maana leo ndiyo siku ambayo unatakiwa kuamua juu ya maisha yako ya umilele. Tena anasema nisiseme neno baya mkombozi, nisifikiri uovu leo hivi. Hebu nisimame hapo kidogo. Ni ya kwamba katika maisha yako maamuzi yatakayotegemea kuokolewa kwako ama kwangu yatategemea yale nisemayo na yale nifikirio. Kuokolewa kwangu, kuokolewa kwako kutategemea yale uyanenayo ama yale uyafikirio. Kwa nini? Kwa sababu dhambi nyingi zile wanadamu watendazo, ama dhambi nyingi zile ambazo zinawafanya wanadamu kupotea, ama zile zitawafanya wanadamu kupotea, ni zile zitokanazo na kusema, kunena, kufikiria. Ndio, lakini kwanza ni kufikiria. Maana kabla mtu hajasema anafikiria, kuwazia, kufikiria. Baada ya kufikiria ndio mtu anasema. Ndio. Lakini sasa mpendwa, angalia uone. Sitaki niseme maneno mengi, lakini hebu nikupeleke katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 7. Katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 7, Paulo aliwakumbusha Waebrania juu ya maneno ambayo Mungu aliwaambia watu wake zile nyakati za kale. Akasema nini? Fungu lile la 7 akasema, aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama alivyonena tangu zamani, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Leo kama mtasikia sauti ya Mungu, mpendwa ndugu ndanda, leo kama maneno ninayozungumza, kama utayasikia na uamue kuyazingatia, uyaamini, utaokolewa leo. Wana wa Israeli waliposikia sauti ya Mungu ikinena nao,
toka mlimani, akawatangazia amri 10. Wakasikia na masikio yao, wakasikia, wakafanya mioyo yao kuwa migumu, wakakosa kuamini. Baadaye wakaangamizwa jangwani, wakafa maelfu na maelfu. Yesu alipokuwa duniani akatembea miaka 3.5, akahubiri, watu wakasikia, wakafanya mioyo yao kuwa migumu, na baadaye wakakatiwa kupotea. Yuda akatembea na Yesu miaka 3.5, akamsikia Yesu akihubiri, akafanya moyo wake kuwa mgumu, akapotea bila tumaini. Mpendwa, leo ndiyo siku ambayo Mungu ameweka kuwa siku yako ya wokovu. Leo neno la Mungu likasema kupitia kwa Yesu ya kwamba leo ndiyo siku unayotakiwa kuomba mkate wa siku ya leo. Tena leo ndio unaotakikana kufanya bidii katika kazi. Leo fanya kazi kana kwamba hakuna siku nyingine umepewa ya kuishi. Leo ndio unatakiwa ufanye bidii katika kazi. Usifanye kazi kwa uzembe. Ukifanya ulegevu leo, usifanye kazi ukidhania kesho una siku, utajikuta umechelewa. Ndiyo mpendwa, katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30, Mungu akanena na Musa. Mungu akanena na Musa ili asungumze na wana wa Israeli, kuwaambia ya kwamba mambo yamewekwa mbele zenu muweze kuchagua. Kumbukumbu la Torati sura ni ile ya 30. Utaniruhusu niende mstari ule wa 19. Kumbukumbu la Torati 30 mstari ni ule wa 9. Maneno yakasema nini? Sio 9, ni 19. 30:19 inasema, nasisuundia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka, laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Ni ya kwamba leo umewekewa baraka, laana, uzima na mauti. Unapoamka kitandani, mbele yako kumewekwa vitu 4. Ukiamka kitandani, mbele yako kumewekwa vitu 4. Kumewekwa baraka, kumewekwa laana, kumewekwa uzima, kumewekwa mauti. Uchague. Unapoamka vitu 4 vimewekwa mbele zako, uchague. Kama utalaaniwa, itakuwa ni uchaguzi wako. Kama utabarikiwa, itakuwa ni uchaguzi wako. Umewekwa vitu 4, uchague. Lakini Sister Maria alikuwa anaomba ili asipate laana, ili asipate mauti. Alikuwa anasema, unilinde nisitende dhambi. Ukiomba ulinde usitende dhambi, utalindwa. Tena akasema, unilinde nisiseme neno baya. Omba Mungu akusaidie kulinda ulimi wako usiseme mabaya. Omba Mungu akusaidie ulinde mawazo yako yasifikirie mabaya. Tena akaomba Mungu amsaidie afanye kazi sawa sawa na kuomba, awe na bidii ya kuomba sawa anavyofanya bidii katika kazi, ili awezeshwe pia kuwa mtu mwema kila saa. Ajaliwe kuwa mtu mwema kila saa. Tena awezeshwe kufanya mapenzi yake pamoja na kutii. Ukienda Wathesalonike wa kwanza 5:17 inasema, ombeni bila kukoma. Samueli wa kwanza 15 fungu la kwanza 22 tunaona Samueli akimwagiza Saulo ya kwamba Mungu amemwambia akawaue Waamaleki. Saulo akasikia, lakini hakutimiza mapenzi ya Mungu. Hakufanya kikamilifu vile alivyoambiwa. Akasikia lakini hakutii. Kwa hivyo Sister Maria anasema ya kwamba mapenzi yako nifanye na kutii. Kile ambacho kimewashinda watu wengi ni kutofanya mapenzi ya Mungu na kutii. Lingekuwa ombi lako na kwangu kwamba unapoamka asubuhi, kama Maria alivyoimba katika wimbo wake,
ukiwa ni kama maombi. Mwambie Mungu akusaidie ufanye mapenzi yake na kutii. Fanya mapenzi ya Mungu pamoja na kutii. Fanya mapenzi ya Mungu pamoja na kutii. Tena akasema ya kwamba nitoe mwili dhabihu. Paulo akiwaandikia Warumi sura ya 12 akawaambia ya kwamba itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Tutoe miili yetu kuwa dhabihu, kwamba unjitolee kwa Mungu kama dhabihu, kama sadaka. Unapotoa sadaka uifuatilii tena. Ukitoa sadaka kanisani uifuatilii tena. Sasa we jitolee kwake Mungu, kwamba akutumie apendavyo kwa ajili ya utukufu wake. Mpendwa, kwa nini Maria anamwambia Mungu ya kwamba unilinde nisinene neno baya? Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu mpendwa, dhambi nyingi tunazotenda kama nilivyosema ni ya kwamba zinatokana na kusema. Sasa enda pamoja nami katika waraka wa kwanza wa Petero sura ni ile ya 3 fungu la 10 inasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake. Usifanye nini? Usinene mabaya, na midomo yake isinene hila. Na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Ni ya kwamba ambaye atapenda kuona siku njema asuie ulimi wake. Sasa utawezaje kuzuia ulimi wako? Ndio sababu Sister Maria kila asubuhi alikuwa anamuomba Mungu akimwambia kwamba unilinde nisitende dhambi leo, nisiseme neno baya. Kwa nini? Ni kwa sababu kusema neno baya kutafanya Bwana akunje uso wake usikuangalie. Maana neno limesema nini? Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao. Lakini neno hapa limesema nini? Atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Alafu Daudi akiandika katika Zaburi sura ile ya 15, Daudi akasema nini? Ni nani atakaa katika kilima kitakatifu cha Bwana? Ni nani atakubaliwa kuingia katika kilima kitakatifu cha Bwana? Enda pamoja nami katika Zaburi sura ile ya 15 mpendwa. Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtendea mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Mpendwa, Bwana angependa wewe na mimi tuweze kuomba kama Sister Maria. Lakini mwisho akasema, kama leo ningekufa kwa ghafla, nitegemea ahadi zako Bwana. Kwa mahitaji ya kesho sina ombi, uniongoze nishike leo hivi. Kama ukifa kwa ghafla, ufe katika hali ya kumuona Bwana. Kwa nini? Kesho sio yako, kesho sio yangu. Hujui kesho kama utakuwa hai, sijui kesho kama nitakuwa hai. Lakini kama utakufa kwa ghafla, ufe ukiwa katika tumaini la kumuona Bwana. Na kwa sababu kesho sio yako, kesho sio yangu, inakubidi kila siku ujiachilie mikononi mwa Bwana ili akulinde, akusaidie kutunza ulimi wako usinene mabaya, akusaidie kutunza mawazo yako yasifikirie mabaya. Maana mawazo yakiwa mabaya yatafanya midomo yako kunena mabaya. Hebu fikiria mambo ya Daudi. Akamwona mkewe Uria, akafikiria mabaya juu yake,
akafikiria kuzini, akafikiria kulala naye, akatumana, akaletwa yule mkewe Uria, akalala naye, na hatimaye akafanya mpango mumewe kuuliwa, na Mungu akakunja uso wake kwa ajili ya Daudi. Mpendwa, masaa haya ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie pamoja nami tuweze kuomba kama Sister Maria, ya kwamba Mungu tusaidie kila siku, tujue ya kwamba inatupasa kujitolea kwake Mungu, tukimwambia ya kwamba Mungu nisaidie, kwamba inapofikia siku yoyote ninapoamka asubuhi nijitolee kwake Mungu, nikimwambia Mungu nisaidie leo nisitende dhambi, nisaidie leo kutembea na wewe kama ulivyotembea na Enoki wa zamani. Maana Enoki wa zamani alitembea na Mungu miaka 300 na hatimaye Mungu alimchukua akaenda naye mbinguni, akawa mtu wa kwanza kwenda mbinguni bila kuonja mauti. Ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie pamoja nami, ili tuweze kujifunza kila siku tunapoamka kumwambia Mungu ya kwamba nilinde leo nisitende dhambi, kwa maana dhambi ndio inatutenganisha na Mungu. Lakini huwezi kushinda dhambi bila kuomba, huwezi kushinda dhambi bila kujitoa mikononi mwa Mungu, ili yeye akupe uwezo wa kuishi bila dhambi, bila yeye kukupa uwezo wa kushinda dhambi. Hebu niombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu, Baba, tena naomba kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami. Tusaidie kama vile Sister Maria alivyokuwa akiomba, ya kwamba tusaidie kila siku tunapoamka, tutambue ya kwamba umetupatia siku ambayo inaitwa leo. Tunapoamka tukumbuse kuwa tukikwambia ya kwamba nisaidie leo nisitende dhambi, nipe nguvu leo nisinene mabaya, nisaidie leo nisifikirie mabaya. Baba, tusaidie kila siku kujua ya kwamba pasipo wewe hatuwezi kuishi. Tusaidie kujua kwamba maisha yetu yako mikononi mwako. Maneno ambayo nimenena kwa msikilizaji na mtazamaji, Roho wako aendelee kumsaidia na kunisaidia tuweze kukujua zaidi na tujue yatupasao kufanya kwa ajili ya wokovu wetu. Asante kwa kuwa umesikia yale nimeomba, hata yale sikusema. Ninaomba Baba uweze kutubarikia nawe pia, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Msikilizaji mpendwa, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior, na wataweza kujua mengi ambayo nimefundisha. Lakini endapo ungependa nikifundisha neno liingie kwenye simu yako mara moja, ninaomba usubscribe. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubarikie na kutendee mema. Asante.